wampa kupendwa, wampa kupenda. Mtamtoa kwake sadaka yangu, mtamtoa kwake awe sadaka yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 2. Habari inasema ya kwamba maombi juu ya vyakula tulivyolishwa kwa njia ya ndoto au kwa njia ya kawaida. Maombi au tunaenda kuomba kwa habari ya vyakula tulivyokula kwa njia ya ndoto au kwa njia ya kawaida, ambavyo vimekuwa madhara kwetu kwenye afya zetu za kimwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maombi haya ni muhimu sana. Maombi haya ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibiblia chakula imeandikwa zaidi ya mara 185 kwenye Biblia yako hiyo. Neno chakula. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neno chakula kwenye Biblia yako unayosoma limeandikwa mara 180 ngapi? 85 ndani ya Biblia. Amina. Maanake linaonyesha ni jinsi gani ni kitu muhimu. Ni kitu nini? Muhimu. Alafu neno usile. Neno usile katika Biblia yako limeandikwa mara 15. Amen. Mara ngapi? Mara 15. Neno usile. Amen. 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 Lakini neno chakula limeandikwa kwenye Biblia yako hiyo unaisoma mara nyingi, kwa sababu ni sehemu muhimu pia kwa maisha yoyote ya kimwili na ya nini na ya kiroho. Chakula chochote unachokula kinachohusu eneo husika kikiwa na madhara lazima kitakuzuru. Chakula cha kiroho ukila kama kina madhara lazima kifanyeje? Kikuzuru. Chakula cha mwilini ukila kama kina madhara lazima kifanyeje? Kikuzuru. Sasa kuna vyakula vingine ambavyo tumelishwa kwa njia ya ndoto ambavyo vimekuwa madhara katika afya zetu za kimwili na za nini na za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wangapi ushaikulala unaota unakula? Unaota unakula au unalishwa kitu? Manake unamezeshwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Hicho unachokula kwenye ulimwengu wa roho ni kitu halisia. Si unaota unakula wanyama, vitu vya ajabu ajabu. Kwenye ulimwengu wa roho sio kana kwamba unaota, kule unakula kweli, ndio maana madhara yanakuja mpaka mwilini kwenye hali ya kawaida. Mtu anaweza kaota amelala anakula, akiamka asubuhi tumbo limejaa. Akiamka hana hamu ya kula. Manake kweli kule ulikuwa unafanyeje? Kuna watu matumbo yetu hayawezi kupona. Tumekunywa dawa na dawa, tumebadilisha dawa na dawa, umeandika mpaka dawa za kienyeji, tumbo liko pale pale, kwa sababu ndani ya tumbo lako kilichomo kiko na njia yake, kiliingia na njia, kwa hakiwezi kutoka kirahisi. Hello. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amina. Hello. Amen. Kile chakula ambacho ulikula eiza bila kujua au kwa kujua, ukala kabisa mwilini na mkono wako, kama kilikuwa na madhara, yale madhara hayajaondoka, bado yako ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali umeenda kushiriki, eiza ulialikwa, lakini wewe ulishiriki kwenda kufanyeje? Lakini haukujua pale ile ibada ilikuwa inahusu nini, wala hukujua hiyo chakula kidogo kimepikwa kwa lengo la nini. Ndio umesema si mimi nimeitwa kwenda kula tu. Ndio umeenda kushiriki. Kama kile chakula kilitamkiwa miungu fulani, manake ile miungu lazima itashikamana na wewe. Kama kile chakula kilitamkiwa roho fulani ya wewe kuto kuinuka, manake hautaweza kufanyeje? Kuinuka. Unaweza ukashangaa baada ya kupata kile chakula, unashangaa mambo yako yote yanarudi wapi?
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchezo hata mtoto wako anaweza akachezea mtoto fulani tu kwa sababu yeye anafaulu vizuri, mtoto fulani anafeli, akaletewa miogo tu, akala miogo, baada ya miogo hiyo mtoto ni kwisha kazi. Lakini kumbuka ni muogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ule haukuwa muogo, kwenye ulimwengu wa roho umebebeshwa mzigo mwingine. Kwa hiyo unapoingia ndani una meza zile roho. Hello. Hello. Kuna mtu hapa anatibisha vidonda vya tumbo Januari mpaka Januari. Havijawahi kupona. Amebadilishiwa dawa na dawa. Lakini kumbe unaweza kufuatilia kwenye ulimwengu ukakuta wewe ulishakula nyama za watu mahali. Ulishakula chakula cha watu kilichoandaliwa kwa miungu yao. Sasa kile kitu bado kiko ndani yako. Kwa hiyo kinakuendesha kinavyotaka. Kwa hiyo inahitaji kitu kingine kiingie ndani yako kikachukue nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Wangapi ukilala unaota unakula? Au unaota unalishwa? Wengine hawataki kunyosha mkono baba, maana wako huru. Basi sawa. Sikia nikwambie wewe unayeota unakula mpaka dakika hii. Kuna roho zinakufuatia na kuna roho umeshamezeshwa ndani yako. Ndio maana ukifuatilia kwenye maisha yako kuna eneo ambalo haujawahi kufanikiwa mpaka leo tunapoongea. Yaani kuna eneo aidha ni afya, aidha ni kazi, aidha ni elimu, aidha ni biashara, aidha ni whatever, sehemu fulani tu ambako hapawezi kufanikiwa kwa sababu ya hayo mapito ambayo yanakuja kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unahitaji kitu kingine kiingie ndani yako. Unahitaji nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Ikabatilishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Fungua kitabu cha Methali, Methali 23 mstari wa 6. Methali 23 mstari wa 6, tusomee nasemaje? Nasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Usile mkate wa mtu mwenye husda. Usile mkate wa mtu mwenye husda. Wala usivitamani vyakula vyake vya anasa. Usitamani vyakula vyake vya anasa. Maana aonavyo nafsini mwake. Ndivyo alivyo. Akwambia. Haya kula kunywa. Lakini moyoni mwake. Haui pamoja na wewe. Tonge lile, sikiliza, tonge lile ulilokula utalitapika. Utafanyeje? Utafanyeje? Utalitapika. Na maneno yako matamu yatakupotea. Kwa nini umekula chakula cha mtu mwenye nini? Nikuulize swali, ujala chakula cha mtu mwenye husuda wewe? Ndio maana leo anakukontrol kama remote. Akitaka wewe uende uani unaenda. Akitaka tumbo likichemka hapa, mwanangu, ibada inakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja yani alipigwa pigo baya. Bwana asifiwe. Amen. Yaani yeye ikifika saa fulani inabidi akae pale mlangoni ofisini pale. Akae wapi? Manake baada ya dakika 2 ni nyingi. Hali mbaya. Akichelewa tu mnashangaa kuwaona tu jamaa wanatamba hivi. Naona kwamba hali ya hewa inachafuka, mambo mabaya. Kwa sababu nini? Aliwekewa kipande tu cha nyama alikula. Kwa kashahangaika hospitali, kashahangaika na waganga. Hajapata unafuu wala kupona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ikawa ikifika muda fulani tu yeye ni kukimbizana. Kwa hiyo ilifika wakati akaanza kuvaa nguo kama za watoto wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunajua nikizungumzia nguo za watoto wachanga. Kwa akaanza kuvaa zile kujistiri katikati ya watu. Halo. Amen. Ameshahangaika, ametumia gharama kubwa, hajawahi kupona. Lakini Roho Mungu anasimama anamwambia, wewe tumboni mwako kuna nyama ulikula sehemu fulani ilikuwa hivi. Ni kweli tulialikwa, ilikuwa 1 2, anaelezea ilivyokuwa.
na sikiwezi kula sana, nilikuwa nimekula tu kipande cha